Ebana, wakati tukiendelea katika msimu wa sikukuu ya dunia, na hii ni sikukuu bora sana kwa mwaka 2026, na ni sikukuu imekuwa ikijirudia. Ile ilifanyika 2024, ikafanyika 2010, ilifanyika pia hapo nyuma, lakini sasa ni 2026. Kombe la dunia, vimbwengo na vibwagizo viko vingi sana katika kombe hili la dunia. Unajua, katika hili kombe la dunia kumekuwa na mambo mengi sana, mengine kuhusiana na wachambuzi. Kila chombo cha habari ambacho kinahitaji kuripoti huu mchezo vimekuwa vikisign deal kubwa sana. Matangazo, biashara na mengineyo yamekuwa yakiendelea katika kombe la dunia. Lakini pia kitu kikubwa zaidi katika ulimwengu, wameweza watu kubashiri. Huyu bwana amewahi kubashiri makombe matatu ya dunia, na kweli ubashiri wake ulienda ndivyo alivyotabiri. Na temu hii anasema kwamba Ronaldo ataingia fainali lakini hatoshinda. Yetu macho kuendelea kutazama. Lakini nini nataka nikupe kikubwa zaidi kwenye hili kombe la dunia bwana, ni mashabiki wa timu ya taifa ya Norway wameonyesha viwango vya juu sana, hasa kiwango cha ubunifu na hamasa baada tu ya kugeuza uwanja kuwa Viking spirit, hasa wakiwa wanapiga makasia kuelekea vitani, kushangilia kwa morali na kuimba kwa nguvu kama kwamba wako kwenye safari ya ushindi. Unakumbuka filamu za Vikings? Basi Norway ndo filamu ilikotokea, na hawa jamaa wamejipanga kama unavyoona, mavazi, ushangiliaji, kila kitu. Wamesema hii ni vita na kuhakikisha wanachukua kombe. Mandhari hiyo haikuwa tu burudani ya kawaida ya mashabiki, ilikuwa ni muunganiko wa soka, historia, utamaduni na utaifa. Kwa Norway, taswira ya Vikings ina maana kubwa: ujasiri, nguvu, uvumilivu, safari ndefu na roho ya kutokata tamaa. Wakiwa uwanjani, mashabiki hao walionekana kama jeshi la kale lililorudi katika zama za kisiasa, si kwa mapanga na meli za vita, bali kwa nyimbo, style na mapenzi makubwa katika timu yao. Kwa update zaidi, tafadhali kaa hapa Mbea Boy Media.